Tangu ilipoingia kwenye maeneo yetu kupitia milima ya Ukare, Injili iliingia miaka 25 iliyopita kule Shigatini milimani na baadaye ikaenea mpaka huku. Na katika maadhimisho hayo ambapo pia tunaadhimisha miaka 10 tangu kuanzishwa kwa Dayosisi ya Mwanza, tunamshukuru Mungu, lakini pia tunatunza mazingira. Tunahamasishana kupanda miti kwenye maeneo yetu. Ninajua huku kwetu tuna mifugo, lakini bila mazingira mazuri hata mifugo yetu haiwezi kuwa salama. Bila mvua mifugo yetu inakuwa salama kweli? Miti Mungu ameiweka, ina namna fulani inasababisha tupate mvua. Tunapata kivuli, lakini tunapata mvua, lakini pia tunapata chakula, matunda mbalimbali. Kwa hiyo tujitahidi pamoja na mazingira yetu mazuri ya mifugo tunayohitaji, tusisahau kupanda miti na kuilinda ikue ili tupate mvua, mifugo yetu iweze kupata majani, tusipate shida sana kuhangaika kwenda mbali kutafuta malisho. Mvua ikinyesha kila mahali, malisho yanakuwepo kila mahali, si ndio? Kwa hiyo na mimi kiongozi wenu, askofu wenu, napanda mti leo nikiwahamasisha pia wachungaji, wainjilisti, wazee wa kanisa, wanakwaya, watoto wa kipaimara, watoto wa shule ya Jumapili, familia zote tupande miti kwenye maeneo yetu. Kama kila mmoja akipanda angalau miti miwili tu, mwingine akijitahidi akipanda zaidi, tutakuwa na mazingira mazuri sana. Lakini sio kupanda tu, lakini pia kuilinda ili ikue. Na mimi sasa ninapanda mti huu wa Yubile hapa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Dongo huko mbali. Hamna koleo. Au rokete. Ila ili ukae vizuri, najua mna mbolea nyingi. Mje muweke na mbolea. Ili ukue vizuri. Inatosha. Sehemu ile baki mtaongeza. Hiyo. Tunaika hivi. Nani atautunza huu? Angana na mara ndio. Wewe utautunza? Mwenye kitoa kwaya. Bariki sana. Tukija tukute umekuwa mkubwa. Unaitwa nani? Magdalena atatunza huu mti. Amen. Tuongeze na mingine watoto washirikiane na mama kuitunza. Wapendwa, niombe viongozi wa tabu, Injilisti na wazee wa kanisa wasimame hapa waliposimama washirika.
wainjilisti wote, wazee wote walioko zamu na ambao wako zamu, wazee wa kanisa na viongozi wengine, mtunza hazina, mwenyekiti wa vijana, mwenyekiti wa wanawake, wenyeviti wa wakili, mwenyekiti wa kwaya, wote viongozi wote, walimu wa shule ya Jumapili, viongozi wote, wapendwa katika Kristo, ninyi viongozi pamoja na wahudumu na watenda kazi wote hapa, ninawauliza, je, mnaahidi kuhudumu hapa kwa bidii na uaminifu chini ya katiba na maongozi ya KKKT Dayosisi ya Mwanga, ili mtimize wajibu wenu wa kutangaza Injili kwa watu wote na kufikisha huduma takatifu ya kanisa popote, huku mkiongoza wenzenu kujitegemea chini ya dayosisi hii? Je, mnaahidi kushirikiana na wachungaji na wainjilisti katika eneo hili na kuwasaidia waweze kutenda sawasawa wajibu waliokabidhiwa na Yesu Kristo Bwana wa kanisa hapa kwenu? Ikiwa mnakubali hivyo, semeni ndiyo, tunakubali, Mungu atusaidie. Ndiyo, tunakubali, Mungu atusaidie. Mtaa huu sasa leo hii unafunguliwa kama maeneo mengine yote ya dayosisi, na mtaa huu unaagizwa kutii daima katiba na maongozi ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Mwanga, unahusu msingi wa imani na mafundisho ya dayosisi hii ambayo yanasema Yesu Kristo ndiye msingi wake, yaani msingi wa dayosisi unaoishi. Katika yeye dayosisi imejengwa kwa neno la Mungu na Roho Mtakatifu kama tunavyofundishwa na manabii na mitume, imani ya Nikea na ile ya Atanasio na katekismo ndogo ya Dr. Martin Luther na ungamo la Augsburg kama unavyokubaliwa na fungamano la makanisa ya Kilutheri duniani. Na hivyo washarika kuthibitisha maneno haya kwa kukiri imani ya mitume, kukiri pamoja imani ya mitume. Naamini Mungu Baba Mwenyezi, Aibu Yesu Kristo enoileneo ararega aramuerega nasinari Yesu Maya ora koloni mwana nalo nalo enggak nasinari sinabos narebesane digini warasinar kalau orang rasul itu proses ini amin. Sasa nafungua mtaa huu wa kwa Kihindi katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Aliozindua mnara huu wa Yubile miaka 125 ya Injili katika maeneo yetu ya Upare na maeneo yetu yote ya wilaya hii na dayosisi hii, lakini pia mnara ambao unabeba kumbukumbu ya miaka 10 ya dayosisi ya Mwanga, lakini pia mnara ambao umebeba kibao cha kumbukumbu ya kufunguliwa kwa mtaa huu leo, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Sasa utepe huu kama alama ya kufungua mtaa huu na kuzindua mnara huu katika jina la Baba
Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Samani kidogo hapa. Tuombe. Bwana Mungu, tunakushukuru, tunakusihi ubariki mtaa huu wa Kihindi ili uwe chimbuko la huduma ya neno lako na sakramenti takatifu, na baraka zote ziletwazo na mwana wako na mwokozi wetu Yesu Kristo. Watu wote watangaziwe habari njema za wokovu wake ili waokolewe na kuwa warithi wa uzima wa milele. Lakini tunakushukuru kwa neema ya kutujalia kupata mnara huu na kuujenga, ambao unatangaza matendo ya kihistoria, matendo ya ushuhuda, Injili miaka 125. Asante kwa kila mmoja aliyeshiriki katika upatikanaji wa mnara huu. Wametoa fedha, wametoa nguvu na mawazo yao. Tunaomba baraka yako iwe nasi sote kila tunapotazama msalaba ambao ni kilele na alama ya wokovu wetu. Watu wengi zaidi wazidi kuokolewa katika eneo hili na jamii hii. Tubariki sisi wanao ili upendano na umoja udumu katika kukutumikia wewe. Vipawa vyetu mbalimbali viendelee kuzaa matunda mema hapa duniani. Tunaomba na kushukuru kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Tushirikiane wote kuombea mtaa huu na kuombea kazi zote kwa sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usitutie majaribuni, bali tuokoe na maovu. Kwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Kwa hiyo tangu siku hii ya leo, tarehe ngapi leo? Ya tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu wa Bwana wa 2026, mtaa wa Kwa Kihindi ni mtaa kamili kama ilivyo mitaa mingine ya KKKT Diocese ya Mwanga. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Asante Baba Askofu kwa kazi hiyo kubwa ya kuzindua mnara lakini kufungua mtaa. Tunapoelekea kanisani sasa, mtatangulia wazee wa kanisa, tutasubiri tuingie pamoja, washirika watatangulia. Wote karibuni kanisani. Yesu akusikia, watu wake
yakikusimanga urushwe na dunia. Yesu akukumbatia, usikia kuomba, urafiki haukomi, Mashariki ule wa kutembea. Asante. Mchungaji Elisa Tumaini, mchungaji mwenyeji wa usharika wa Kwakoa, ambao yuko na mama na mchungaji, naomba utusalimie. Asante. Tambua uwepo wa mkuu wa jimbo hili la Misioni, mchungaji Deogratias ambaye pia anatunza usharika ule wa Mgagao. Karibu. Tunao wageni walioalikwa, sijajua kama wamefika, lakini amealikwa diwani, mheshimiwa diwani wa kata ya Kigonigoni, ndugu yetu Jeremia, naona bado, lakini mheshimiwa diwani wa kata ya Kwakoa, ndugu yetu Kiende, naona naye bado hajafika. Basi watakapofika tutawatambulisha. Wako na binti yao Jackie na usalimie. Asante. Mgeni mkubwa, watu walikula nyama wakafurahi, ni kwa sababu yenu. Mungu awabariki sana, asanteni sana. Tuendelee kuwaomba tunapokuwa na matukio mengine, tuendelee kushirikiana, kwa sababu kazi haijaisha, kazi zinaendelea kila siku, na watu wa kuwezesha kazi hizo ni kina nani? Ni sisi, tuseme ni sisi. Mbona mseme? Ni sisi. Bwana asifiwe. Nilete pongezi kwa mtaa huu kufikia hatua hii kubwa ya kuzinduliwa. Hebu tumtukuze Mungu kwa makofi mengi. Ni hatua kubwa ambayo inapaswa kumshukuru Mungu aliyetufanikisha. Na nimetiwa moyo, sijua kama mko wengi kiasi hicho. Sasa ile namba nimesikia kwa 800 na. Sasa 800 na. Hata kuna sharika hazina 800 na. Mtaa tu 800 na. Niombe hesabu hii ihakikiwe na tuone hao watu 800 wako hai kweli au wako hoi. Hawa 800 wako hai au wako hoi? Wako hai. Hai maana yake sio kuchunga ng'ombe huko, hai kwa hapa kanisani. Hiyo maana ya kuwa hai. Wako huko kwenye mashamba yao na mifugo yao na nyumbani kwao, au wako kanisani? 800 wote wako kanisani. Sasa tuna wajibu wa kuwaleta wote waje kanisani, washiriki ibada. Hata kama ikionekana kwamba jengo halitoshi, tafanya hata ibada 2 hata 3, watu waingie kwa zamu. Bwana asifiwe. Na baada ya hapo niwaambie, wala simumunye maneno, tukiona mmetulia tunatangaza usharika haraka sana. Lakini tuone huo uhai usibaki kwenye makaratasi na kwenye risala za kumfurahisha askofu. Bwana asifiwe. Amen. Mimi napenda uhalisia. Kwa hiyo hawa watu ambao wamejaza namba kwenye karatasi lakini hawako kanisani, wafanyie uinjilisti,
waje kanisani, tufanye tathmini. Tukiona kuna kundi la kutosha, tujarika haraka sana. Bwana asifiwe. Watu hawa ni wengi, 800 wengi sana. Alafu watoto niambiwa 400. Katika hao 800 wazima ni 400 na watoto 400 na kusanyiko kubwa sana hili. Na kazi kubwa imefanyika. Kwa hiyo naomba tuendelee kujifunza ili litokeze kwa ukubwa zaidi. Kila mmoja uzuri tunafahamiana. Kwa hiyo kila mmoja atafute jirani yake amepotelea wapi. Tafuta jirani yako amepotelea wapi, ili mwisho tuwe na kundi moja hapa lenye mchungaji mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Lakini nimesikiliza risala na ambayo imesoma pale nje ya mchungaji, ndio nimesikia namba hiyo. Nipongeze kwamba idadi yetu si ndogo, ila tuangalie tuimarishe mahudhurio ya ibada. Na nimeambiwa, nimesikia kwamba wababa wanakuja wachache, kila Jumapili wanaweza wakaja 4. Huko mtaani kuna kitu wanasemaga wanaume, alafu wanaume wanaitiaje? Wanaume. Sasa wanaume mnakwamia wapi? Wanaume msikwane bwana. Tunaongoza magoma kule nyumbani, lakini tuongoze na kanisa hapa. Na kwa itakuwa hivyo kule mbinguni. Sio tunajifanya wanaume tuna nguvu, lakini kule mbinguni mtu aliyekosana na Mungu kazi itakuwa kulia tu. Sasa shangaa unaona baba wa Kimasai analia tu mbele za Mungu, anapigwa analia mbele za Mungu. Hapa si tunasema nyinyi mko hamchezewi. Sasa kwa Mungu mtachezewa. Nanielewa wanaume wenzangu? Kwa Mungu mtachezewa. Wakati wa mama wanarukaruka wanafurahi, wale ambao walikuwa hawamjali Mungu watalia. Watalia tena vibaya sana. Kwa ni afadhali kujisalimisha mapema sasa kwa Mungu wetu ambaye ni mweza wa kila kitu. Nimeona pia changamoto nyingine ambayo nimesema ya usafiri, lakini nilitarajia kama msaidizi alivyosema, ningeshukuru basi hata kwa kidogo kwanza, kwamba mngetangulia kushukuru kwamba tunashukuru ofisi ilituangalia ikashirikiana na sisi, kanisa limepauliwa, sasa tunakivuna. Sasa nyinyi mnalialia tu hata mbii kushukuru jamani. Mimi wasina break. Na sina break kwenye kuambia Wakristo ukweli wa neno la Mungu. Neno la Mungu linatufundisha kushukuru. Hata huko mtaani wanasema asiyeshukuru kwa kidogo hata kwa kikubwa. Kwa hiyo hata mkipewa pikipiki nyinyi hamtashukuru. Ni kweli ya uongo? Shukuru. Kwa hiyo nilitarajia mngeweka record angalau na kutanguliza lile dogo mlilopewa, ili msiwaaminishe washirika kwamba ofisi yenu haijawahi kufanya kitu, kwa hiyo nyinyi mnaleta changamoto tu. Lakini hapo la pili, pamoja na changamoto ya pikipiki ambayo tunajua ni kweli ya usafiri, hamjasema pikipiki, tunasema tu usafiri ambayo inaweza kuwa pikipiki au gari au baiskeli yoyote ile. Jimbo hili ndio taasisi hii ina mitaa 80 na mingine ina shida kweli. Sharika 29 nyingine ziko mazingira magumu. Hatuwezi kila siku tukipata kapitu tu tunakimbilia kwa kijiji. Jamani, kuna na wengine yani kila siku tu kwa kijiji, kila siku kwa kijiji. Si mtakuwa mmekuwa binafsi sana. Kwa hiyo ukishapigwa jeki kidogo, na nyinyi mnatakiwa mjipige jeki kuendelea mbele. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hapa mwaka huu sio kwamba dayosisi haijapata neema. Tumepata neema, lakini kwa kweli tumekuja kwenye jimbo hili na tutasaidia ujenzi wa kanisa kule tu Kilomeni. Sitaki kuahidi kwamba hapa hiyo neema hadi kila siku tu. Sasa hivi ofisi yangu imeelekea mlimani Kilomeni huko, na kuna kanisa tutawasapoti kule
wageni. Sasa tuulizane, hivi kipaumbele ni nini? Watu wanaosali wananyeshewa mvua au watu wasio na usafiri? Semeni wenyewe. Yaani tuanze kumhudumia nani? Ambaye ana usafiri au ambaye ananyeshewa mvua wakati wa kusali? Ananyeshewa na mvua. Nimaliza kesi. Kwa hiyo pikipiki kapteni naweza kupata akuteni. Mungu akitufungulia milango bado tunaweza kusimama nani katika swala la usafiri. Lakini kwa milango iliyofunguka sasa hivi kuna fungu tulileta jimbo hili, lakini linaenda Kilomeni kule mlimani kusaidia pia nao wapate mahali pa kuabudia. Na jimbo hili wala sio nyingine. Kwa hiyo tunawapenda na tunawapendelea. Lakini jambo lingine, tumekuwa na uimbaji wa watoto na askofu kwenye jimbo hili na tumefanya hivyo Ijumaa ya juzi. Nimesikitishwa sana. Kilichonisikitisha ni kwamba nina watoto 400 lakini nimeshindwa kulipa hata watoto 10 nikaipa nao. Yaani hii ni msharika wa kwako. Na watoto 400 ndio maana nauliza hai hoi. Msharika huu una mitaa mingapi? 6 au 7? Mitaa 6. Lakini mtaa huu tu hapa una watoto 400. Sasa ukijumlisha na kule kwingine wanaweza wakafika 1000. Lakini nilisikitika kwamba niliimba na watoto wa sharika nyingine isipokuwa watoto wa usharika wa Kwakoa. Kitu ambacho ungeweza kabisa kusema mtaa fulani tuwakilisheni na ingetosha. Lakini hatukupata mtoto hata mmoja, japokuwa tulikuwa na viongozi wenu. Taarifa nilizopewa sizifanyi siri. Taarifa nilizopewa na viongozi wenu ni kwamba sharika ulipanga watoto wa mtaa huu wawakilishi watoto wengine. Lakini mtaa huu ukasema kwa sababu tuna jambo la kiubile, sisi tunaendelea kuandaa ubile, kwa hiyo mtaa mwingine ungepewa kuwakilisha ili sisi tuandae tukio hili. Ni kweli. Lakini jibu la pili ni kwamba ninyi wazee wa hapa, mifugo yenu ilikamatwa. Nataka mniambie kama ni kweli au si kweli. Mifugo yenu ilikamatwa na mkawa mmeenda huko kuikomboa, kwa hiyo mkashindwa kulipa nauli ya kusafirisha watoto wenu. Ni kweli yetu? Mifugo ilikamatwa mkashindwa kusafirisha watoto kwenda hapo wapi? Hapo Ngegao. Nauli ya sababu shingapi? Kutoka hapo kwenda Ngegao. Kwa mifugo ilikamatwa mkashindwa kupeleka watoto Ngegao. Ni kweli? Ni kweli yetu? Hili la kwanza kwamba mlikuwa mnaandaa ile, hilo linaeleweka. Inawezekana mtu mmoja na wengi. Sasa iko kwenye hiyo gharama kubwa sana. Nataka nionane na hao watu baada ya ibada hii. Nionane na hao watu. Nataka nionane na wazee wa kanisa wote. Nionane na hao wazee wote walioshindwa kulipa nauli ya kwenda Ngegao. Hatuwezi kuendesha kanisa kwa mchezo. Sio tu kwamba inawezekana, kwa hiyo unaendea inawezekana. Ni kweli inawezekana, lakini pia inaweza isiwezekane. Kwa hiyo nataka nipate jibu kwamba nini kimesababisha muamrumu watoto wasije kwenye ibada. Majibu niliyopewa niseme wazi sijaridhika nayo. Ndio maana babu ya pili ninaendelea nayo. Hata wengine waseme mwisho. Sasa watakuwa mkimfedhesha yeye, mmenifedhesha mimi. Kwa hiyo naomba mkae mkuu sawa, tufanye kazi ya Mungu kwa kumaanisha. Swala la senta ya diocese sio swala la mchezo, ni swala zito sana, na tumeelekeza kwamba
tusimamishe kazi nyingine. Kama tukiona kazi nyingine zinakuwa sababu ya senta ya dayosisi kucheleweshwa kulipa deni la dayosisi, ili jengo letu lisije likauzwa. Kwa hiyo kama tunaona shughuli nyingine zinatuchelewesha, tuache. Ningekuwa mimi hata kurekodi, kama kurekodi kunachelewesha, ningesema tuache hata kurekodi. Lakini kama kuchelewesha, tufanye vyote. Bwana asifiwe. Amen. Lakini kama kunachelewesha, tuache. Mambo mengine madogo madogo tuache. Lakini kuna swala la mishahara ya wachungaji, hata na lenyewe ni jambo muhimu. Wengine wote wanalipwa, wengine wanabaki. Na si kwamba hamna uwezo. Sijajua mnakwamia wapi. Sijui ni uratibu au basi ndio uwezo, sielewi. Lakini watumishi wa Mungu wasipotunzwa, maandiko matakatifu yanasema wanaweza wakakimbia kondoo wakakosa mchungaji, nao ni wanadamu. Kwa hiyo hili nalo tulitazama. Kwa hiyo wapendwa, pamoja na pongezi za kuzindua mtaa na idadi kubwa ya washarika na kazi kubwa ya injili inayofanyika hapa, naomba hizo changamoto tuzifanyie kazi tena kwa haraka. Sisi sio wadogo, kwa hiyo tusifanye mambo kama wadogo. Sisi ni wakubwa. Sisi tuna nguvu, sio watu wadhaifu. Tufanye kwa utukufu wa Bwana. Lakini watoto wetu tuwajengee misingi. Tusiwanyime fursa yao ya kukutana na Mungu na kukutana na wengine ili waweze kuimarishwa. Kwa nimesisitiza kwamba baada ya ibada hii nahitaji kukutana na wazee wa kanisa wote wa hapa na hata wanaotoka mitaa mingine na wainjilisti wote na viongozi wote na mkuu wa jimbo na mchungaji wenu na wale wazee wa hapa waliokuwa wanatarajiwa kuwezesha watoto, ili baada ya hapo yule mtakalo niambia mimi nikaondoka kwa amani. Nataka nijue ukweli. Nikishapata ukweli nitaondoka kwa amani. Na watakia amani ya Bwana. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tunapopenda kumtolea Mungu sadaka yetu ya kwaya ya Nyata wamefika. Bado kutoka Nyata? Bado. Basi tuwakaribisha wageni wetu ambao wamefunga safari wakatoka mbali waimbe kutoka kwa Msembea wakati wa kutoa sadaka ya senta.